Biashara nyingi hazifi kwa sababu ya ukosefu wa wateja, hazifi kwa sababu bidhaa ni mbaya, hazifi kwa sababu ya ushindani. Zinakufa kwa sababu ya kitu kimoja tu, kitu ambacho watu wengi hawakijui, na kitu hicho kinaitwa mzunguko wa pesa, ambacho leo ukielewa vizuri utaanza kuona biashara tofauti na watu wengi. Ndio maana unaweza kuona biashara inauza kila siku, lakini mwisho wa mwezi haina pesa. Unaweza kuona duka lina wateja wengi, lakini mmiliki ana madeni. Unaweza kuona biashara ni kubwa kwa nje, lakini kwa ndani inapumulia maisha. Tatizo sio bidhaa mbaya, tatizo sio wateja wachache, tatizo ni hili moja: hawajui pesa inafanyaje kazi ndani ya biashara. Ukiendelea kukaa nami dakika chache zijazo, utagundua kwa nini baadhi ya biashara zinakuwa haraka huku zingine zikibaki sehemu moja kwa miaka mingi. Na muhimu zaidi, utaelewa kanuni moja ambayo ikikaa kichwani mwako, utaona pesa wala biashara kwa namna ile ile tena. Utaanza kuona tofauti. Kwanza kabisa, picha moja rahisi. Fikiria biashara kama mwili wa binadamu na pesa ndio damu. Damu ikisimama kuzunguka, mwili unakufa, na pesa ikisimama kuzunguka, biashara inakufa. Pesa inaingia kupitia mauzo, lakini kazi yake haishii hapo. Inatumika kulipia gharama za uendeshaji, kununua bidhaa upya, kuvutia wateja, na sehemu yake kubaki kama faida. Na hapo ndipo biashara itapoendelea kuishi na kukua. Kwa sababu pesa kwenye biashara sio kitu cha kukaa tu, ni mfumo wa mzunguko. Mfano, tuchukulie una shilingi 100,000, ukanunua bidhaa ukauza kwa 150,000. Watu wengi wanachukulia ile 50,000 kama mafanikio, lakini mfanya biashara mwenye akili anaona kitu kingine. Anaona 100,000 yake imerudi salama na sasa inaweza kufanya kazi tena. Ananunua bidhaa nyingine, anauza tena. Pesa ile ile inafanya kazi mara 2, mara 3, mara 4. Hapo ndipo utajiri huanza kujengwa. Si kwa kupata pesa nyingi, bali kwa kufanya pesa ile ile ifanye kazi mara nyingi. Biashara kubwa hazikui kwa sababu zina pesa nyingi tu. Zinakuwa kwa sababu pesa zao zinafanya ziwepo kwenye mzunguko wenye kasi zaidi. Pesa inayozunguka mara 20 kwa mwaka ina nguvu kuliko pesa nyingi iliyokaa sehemu moja bila kufanya kazi. Usijiulize ninapata kiasi gani, bali swali zuri, jiulize pesa yako inazunguka mara ngapi? Kwa sababu biashara hujengwa na mzunguko wa pesa, si ukubwa wa pesa pekee. Na huu ndio ukweli mchungu. Biashara nyingi hazifi kwa sababu hazipati pesa. Zinakufa kwa sababu zinatoa pesa nje ya biashara wakati bado biashara haijakomaa. Mfanyabiashara anataka kuonekana amefanikiwa wakati biashara yenyewe bado haijakomaa. Na unapotoa damu nyingi kwenye mwili ambao bado unakuwa, usiulize kwa nini unazofika. Jibu ni rahisi, lakini linahitaji nidhamu. Usiangalie tu kiasi unachokipata au unachoingiza kwenye biashara. Angalia jinsi pesa hiyo inavyorudi na kufanya kazi tena. Kabla hujatoa pesa kwenye biashara, jiulize swali moja: je, biashara yangu tayari ina nguvu ya kutosha? Kwa sababu kila shilingi inapaswa kuwa mfanyakazi, na kazi yake ni kuzalisha shilingi nyingine. Kabla hujaondoka kwenye video hii, jiulize swali moja: pesa yako itaendelea kufanya kazi kwa ajili yako au wewe ndio utaendelea kuifanyia kazi pesa yako? Kwa sababu pesa ni mfanyakazi na sio zawadi. Fuata elimu ya biashara, kwa sababu elimu hii haipatikani darasani. Na utajiri hauanzi siku utakapopata pesa nyingi. Utajiri utaanza siku ambako pesa yako itaanza kufanya kazi badala yako.